A'udhu billahi samil alimi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ikhwatul kiram. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ikiwa tuko ndani ya muendelezo wa darasa zetu kama ilivyo kawaida biidhnillahi tabaraka wa taala. Idha raaita fil manami, pindi utakapoona ndugu yangu mpendwa mtazamaji, usingizini, taakulu wa tashrabu, unakula vyakula mbalimbali na unakunywa vinywaji mbalimbali. Ahyana, na jambo hili linatokea mara kwa mara, yani bimaana unapolala usiku unaota unakula vyakula mbalimbali au unaota unakunywa vinywaji mbalimbali, na jambo hili likawa linakutokea mara kwa mara. Fa'lam annaka tusibu bisihri almaakul, jua tambua ndugu yangu mpendwa mtazamaji, wewe unasibiwa ama unalishwa ule uchawi unaitwa as-sihru almaakul, uchawi wa kulishwa. Tambua hiyo ndoto ni ndoto ya kweli kabisa, na hivyo vyakula unakula si vyakula vya kawaida, bali ni uchawi unalishwa na wale uwanga na wachawi wanakulisha. Sasa ndugu yangu mpendwa mtazamaji, miongoni mwa ndoto hatari hii hapa pia ni ndoto hatari sana, kwa sababu unapokuwa unaota unakula mara kwa mara na kunywa, bimaana unalishwa vitu vya kichawi, bimaana unakwenda kuharibiwa maisha yako. Ndio maana baada ya muda mchache utahisi mwili wako hauko sawa, utahisi vitu vinatembea katika mwili, utakuwa unaumwa maradhi yasiyoeleweka, kumbe tayari umeshalishwa sihiri, yani bimaana uchawi, ama umenyweshwa uchawi kwa njia za kishaitani na njia za kichawi ukiwa usingizini. Na hii mara nyingi ndugu yangu katika iman inatokea pale mtu anapokuwa amejisahau kulala kwa utaratibu ambao tumeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio unakuta mtu sasa anaota anakula, analishwa, anakunywa, ananyweshwa. Ndoto hii ni hatari sana. Sasa wa hadha huwa ilajuhu. Hapa sasa ndugu yangu mpendwa mtazamaji, ninatoa kaifia tu ilaji, namna ya kutibu tatizo hili. Wewe unayeota mara kwa mara unakula vitu singizini, unakunywa vitu singizini, hakika huo ni uchawi unakula ama unalishwa. Sasa hii ndio tiba yake. Taqra suratul Fatiha. Kitu cha kwanza utasoma suratul Fatiha. Alhamdu maarufu hii, utaisoma hii alhamdu fi kub min alma, utasomea alhamdu katika chombo cha maji ama glasi ya maji ama jagi ama chombo chochote kile, weka maji safi na salama, kisha somee suratul Fatiha 7 marati, mara 7. Yani wakati unasoma jitahid uwe unapuliza katika yale maji yako unayoyasomea. Kila unapomaliza suratul Fatiha moja unapuliza katika yale maji. Kisha utasoma suratu Zilzala, idha zulzilatil ardu zilzalaha, utaisoma hii mara 7 kadhalika, mara 7 utasomea pia katika yale maji na huku unapuliza mara 7. Wa ayatul kursi, na ayatul kursi pia utaisoma mara 7, na kisha hii na yenyewe utakuwa unapuliza kila unapomaliza ayatul kursi moja, puliza ndani ya yale maji. Wa khawatima al-ayatan min surati al-Baqara, na aya 2 za mwisho surati al-Baqara, aya 2 za mwisho wa surati al-Baqara utazisoma hizo pia 7 marat, mara 7. Fungua katika surati al-Baqara, aya 2 za mwisho kabisa wa surati al-Baqara ndio hizo, utazisoma mara 7 pia, hizi utazisomea katika yale maji. Walakin wataqra al-ma'udhatayn, pia utasoma ma'udhatayn. Tunaposema ma'udhatayn bimaana utasoma kul huwallahu 3, utasoma ma'udhatayn. Kul huwallahu utazisoma 3, alafu ma'udhatayn hizi utazisoma mara 7. Ma'udhatayn bimaana ni kul a'udhu birabbil falaq, utaisoma mara 7, na kul a'udhu birabbin nas utaisoma mara 7, lakini kul huwallahu ahad utaisoma mara 3. Lakini utasoma na aya, wal ayatu min surati al-A'raf, aya ambayo ipo katika suratu A'raf. Hii aya sio moja, katika aya
miongoni mwa aya za suratul A'raf, aya ya 122 mpaka 100, aya ya 117 mpaka 122. Suratu A'raf aya 117 mpaka aya 122. Hizi aya zinaanza wa uhaina ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqaf ma yafikun fawaqa alhaq wa batala ma kanu yamalun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Hizi aya utazisomea pia katika maji yako yale tena mara 7. Lakini pia utasoma wal aya min surati Yunus, aya katika surati Yunus aya ya 81. Suratu Yunus inayosema falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amala almufsidin. Hii nayo pia utaisoma mara 7, utaisoma mara 7. Hapo itakuwa maji yako yale yameshakuwa ni maji tiba. Namna ya kuyatumia maji haya, tashrabul maa sabahan wa masaan, utakuwa unakunywa maji hayo asubuhi na jioni. Ukisha yasomea yale maji utakunywa asubuhi, na yapendeza ile asubuhi wakati unayanywa yale maji basi jitahidi sana uwe bado hujala kitu chochote, yani yale maji ndio yawe ya kwanza kuweka tumboni. Utayanywa maji yale asubuhi, lakini pia na masaan kabla naum, na wakati wa kulala, nyakati za usiku kabla ya kulala unywe pia hayo maji. Utafanya hivyo limuddat 7 ayyam, kwa muda wa siku 7. Wallahi uchawi huo utaondoka, yale yote uliolishwa yataharibika. Na haya maji wallahi ukiyanywa lazima utaona hali tofauti katika mwili wako, na kila kilichoko katika tumbo, kama kuna sihiri, kama kuna vitu gani, vifungo, mambo ya kichawi yamewekwa, basi yote yataharibika, yatabatulika na yatatoka yote kwa njia mbili, aidha utoe kwa njia ya haja kubwa au utoe kwa njia ya kutapika. Hilo litatokea, ni lazima. Kwa hivyo tuchukue hiyo ndugu zangu katika iman, tufanyie kazi. Wallahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.